Watoto wote waje huku mbele. Wote. Ikiwa mzazi umekaa na mtoto, njoo naye huku mbele. Hao wanaokuja sasa mnaweza kukaa hapa kwa sababu kumejaa. Mnaweza kukaa hapa. Kaeni tu, kaeni tu. Kaeni tu hapo. Neema, njoo, pita ukae hapo. Pita pale, pita pale. Naona kuna wazazi wana watoto bado wamewabeba nje, wengine wamesimama. Sidhani kama tunasikilizana. Naomba watoto wote wapite mbele. Watoto wote waje huku mbele. Ni wakati wa kupata chakula chao. Tumepata chakula wiki nzima. Hata kwa wale ambao hawakuwepo wiki nzima, basi watapata ufupisho wa wiki nzima tumejifunza nini. Ndugu wazazi, niwaambie, tunapoambiwa watoto wanatakiwa kuja kanisani, tusibaki nao nyumbani. Watoto wamejifunza vitu vingi muhimu sana ambavyo vinakwenda kuwasaidia, na tumejifunza namna gani ya kuomba na hawa watoto ili wajue ni wakati gani wanahitaji kumrejea Mungu wanapokumbana na mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi sana ndugu wazazi. Kama mtoto hakuhudhuria juma hili, amekosa hivyo vitu. Na ni madini muhimu sana kwa ukuaji wa hawa watoto. Kwa hiyo niwaombe ndugu wazazi, watoto wanapoitwa kuja kanisani, tuone kipaumbele cha kuwaleta watoto. Basi watoto tusimame tuweze kuomba na kuanza ibada yetu. Mungu uona videge wanaoanguka, akiwapenda videge vile unipenda. Unipenda, unipenda, unipenda pia. Najua ananipenda niliye dogo. Mkinda tupatie ombi. Tuombe. Mungu tubariki ambapo tunaanza somo letu katika kwa Yesu. Amina. Amina. Basi ubiri la leo, karibuni watoto mkae, tukae kwa utulivu tukisikiliza kile ambacho Mungu amekiandaa kusikia. Na hiki kilichoandaliwa si kwa ajili ya watoto tu, ni madini hata wazazi tukiyapata yanakwenda kutusaidia. Basi ubiri la leo nimeambatana na wahubiri 8. Naomba msimame. Wahubiri wenzangu, naomba msimame. Nina wahubiri 8 ambao watatupitisha kwenye summary ya somo ya juma hili na kutueleza ni nini walipata katika juma hili, ili tuweze kuona ni jinsi gani vitu muhimu kama wewe mtoto wako akuja amevikosa. Na hiyo ni summary tu, kumbuka. Nianze na yule ambaye anakuja kutupatia summary ya somo la kwanza. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dani Magesa. Somo la kwanza, kichwa chake cha somo kilikuwa kinasema wanafunzi katika matendo. Somo hili, fungu la somo hili lilikuwa linatoka katika kitabu cha Marko 1:16 hadi 17. Na nasema, nifuateni nami nitafanya kuwa wavuvi wa watu. Somo hili lilikuwa linamhusu Rob ambaye alikuwa anaenda kanisani na mchungaji alikuwa anafundisha, ila siku ya pili akija wakiulizwa hakujua chochote, na kila siku alikuwa anapitia hivyo hivyo. Baadaye aliomba na maombi akamsaidia, alikuwa anakumbuka. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuombe kila siku ili tuwe tunakumbuka vitu. Amina. Huyo ni Rob. Watoto ukiwauliza unataka kuwa Rob wa sasa, Rob wa zamani, mnasemaje watoto? Unataka kuwa Rob wa sasa, Rob wa zamani? Rob wa sasa. Rob wa sasa, kwa sababu Rob wa sasa amejua kufungamana na nani? Na Mungu. Karibu wa somo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Somo la pili, kichwa cha somo kinasema maombi katika matendo. Fungu la kukariri linasema asubuhi sana
asubuhi sana, kulikuwa bado giza. Yesu akaondoka akaenda mahali pa faragha akasali huko. Inatoka kitabu cha Marko 1:35. Hata Yesu alisali mahali. Hata Yesu aliomba kabla giza kukwisha. Tunaona mashujaa ambao waliomba. Shujaa wa kwanza alikuwa ni Nehemia, aliomba ajenge ukuta. Shujaa wa pili alikuwa ni Esther, msichana ambaye aliokoa taifa. Na shujaa wa tatu alikuwa Danieli na marafiki zake. Waliomba pamoja, walipata jibu. Na shujaa wa nne alikuwa ni Ezekia, aliomba dhidi ya jeshi kubwa. Amina. Watoto hao wamejifunza jinsi ya kuwa mashujaa katika maombi kupitia au mashujaa. Amina. Basi somo la 3. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema Mungu anajionyesha katika matendo. Fungu linatoka Mambo Nyakati wa Pili sura ya 20 mpaka mstari wa 20. Naye anasema, "Mwaminini Bwana Mungu wenu nanyi mtathibitishwa. Waaminini manabii wake nanyi mtafanikiwa." Mungu anaweza kujionyesha katika njia 3 ambazo ni uumbaji. Angalia maua, nyota, samaki, ndege. Yote anasema Mungu mkubwa sana. Aliumba hivi. Hii sio bahati. Ni Mungu. Njia nyingine ni manabii. Mungu alituma watu maalum kama Danieli, Esther, Elia kutoa ujumbe wake. Biblia ni ujumbe huo wote. Na njia ya mwisho ni Yesu Kristo. Hii ndio njia kuu zaidi. Zamani Mungu alinena nasi kupitia manabii, lakini sasa amesema nasi kupitia mwanae. Amina. Nasemaje wazazi? Mnaonaje haya madini ambayo watoto hawakuhudhuria wameyakosa? Na hiyo ni summary tu, kumbuka. Karibu somo la 4. Yesu asifiwe. Mmoja naitwa Elvis Nyang'ana Zablon. Naenda kuelezea somo la 4. Kichwa cha somo kinasema ushirika na Mungu katika matendo. Fungu la kukariri linasema, "Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kwa maana pasipo mimi hamwezi kufanya jambo lolote." Hii inahusu vitu ambavyo vinatufanya tutengane pamoja na Mungu. Ya kwanza ni simu na michezo. Si vibaya tusivitumie, lakini ukitumia masaa 4 kwa simu au michezo na masaa 0 kwa Mungu, unaharibu kabisa. Ya pili ni uchovu na shughuli. Shuleni, kwenye michezo na kazi za nyumbani. Ukitumia dakika 5 kwa kazi za nyumbani na dakika 0 kwa Mungu, unaharibu ushirika wako kati ya wewe na Mungu. Ya tatu ni hasira na dhambi. Ukimkosea mtu, unatakiwa uombe toba. Usipoomba toba, utajenga ukuta wa kutokuwasiliana kati ya kwako na Mungu. Toba ndio inavunja huo ukuta. Ya 4 ni kusahau makusudi. Ukisahau makusudi, unaharibu ushirika wako kati ya wewe na Mungu. Unaweza ukategesha dakika, kwa mfano leo naomba dakika 5. Hii inasaidia sana. Matunda ya kuwa karibu na Mungu ni amani ya moyo. Ukiwa unamwomba Mungu kila siku akupe amani, kweli Mungu anaweza akakupa amani na ukawa vizuri. Ya pili ni nguvu ya kushinda majaribu. Wakati unapotaka kutenda dhambi, kuna sauti wewe inakwambia hapana. Hiyo ni Roho Mtakatifu. Ya tatu ni furaha ya kweli. Mungu, ukiwa karibu na Mungu, Mungu anakupatia furaha zaidi ya ile furaha ya michezo. Kwa hiyo furaha itadumu moyoni mwako hata siku za giza na siku ngumu. Ya mwisho ni upendo kwa wengine. Ukiwa karibu na Mungu, Mungu anaubadilisha moyo wako, unakuwa na upendo kwa wengine. Na upendo kwa wengine hata kama wamekutendea dhambi. Amina. Tunazidi kusonga mbele. Namna gani watoto wamekuwa wakipokea mibaraka kila siku? Watoto hawa sasa wamekuwa robo wa sasa. Wale watoto ambao walihudhuria wamejua namna ya kuwa robo wa sasa.
na tutazidi kuona jinsi gani wanazidi kukua robo wa sasa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo la 5 ilikuwa nasema kujifunza Biblia katika matendo. Fungu la kukariri lilikuwa linasema Yesu alikuwa amefunga kwa siku 40, alikuwa na njaa na uchovu, na shetani alifikiri kwamba ni muda wa kumshinda. Alishambulia mara 3, lakini Yesu alikuwa akijibu neno moja kutoka kwenye Biblia. Neno la Mungu lilikuwa lina nguvu zaidi kuliko njaa, jangwa na hata shetani mwenyewe. Inatoka Mathayo 4 mstari wa 1 hadi 11. Jinsi ya kujifunza Biblia, njia 5 rahisi. Omba kwanza, sema Roho Mtakatifu nisaidie nielewe, na hii itabadilisha kila kitu. Namba 2, chagua sehemu fupi. Usianze na vitabu vizito, anza na vitabu kama Marko, Yohana na Zaburi. Nasoma mistari 3 hadi 5 tu. Namba 3, jiulize maswali 3. Haya maswali utajiuliza: somo hili linasema nini? Linaniambia nini kuhusu Mungu? Ninaweza kutekeleza nini leo? Namba 4, andika mstari. Hapa unaandika mstari ambao ulikupendeza kwenye daftari lako, na hii itakusaidia kukumbuka. Namba 5, shiriki na mwenzako. Na kushiriki na mwenzako ni mojawapo njia rahisi ambayo itakufanya wewe kukumbuka. Amina. Nasemaje? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Katika juma la maombi siku ya 6 tujifunza karama za Roho katika matendo. Fungu la kariri natoka Korintho wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi wa 7. Linasema kuna aina mbalimbali za karama, lakini Roho ni yule yule. Kuna aina mbalimbali za huduma, lakini Bwana ni yule yule. Jinsi ya kugundua karama. Omba kwanza Omba kwanza sikiliza wengine, angalia furaha yako. Aina za karama: kuhubiri, kufundisha, muziki, kusaidia wengine, huruma, ubunifu, ushuhuda, uongozi. Amina. Amina. Tunazidi kuona jinsi gani watoto wamepata vitu vya maana. Karama, namna ya kutumia karama zako. Na tufahamu kabisa usipotumia karama inakufa. Usipotumia karama washiriki, na ukijivunia karama inakufa, kwa sababu tumepewa kwa ajili ya mwili wa Kristo ujengwe. Huduma ya Yesu ifanyike, sio kitu kingine. Kwa hiyo kama umepewa karama, itumie kwa namna uwezavyo. Karibu mzungumzaji anayefuata wa siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema huduma ya Injili kwa matendo. Fungu la kukariri linasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, na mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Inatoka Mathayo 28 mstari 19 hadi 20. Njia za Injili kwa watoto. 1. Ushuhuda binafsi. Mwambie rafiki yako kitu kimoja Mungu alichofanya kwako. Uhitaji maneno mazuri. Ukweli wako ni nguvu. Kitu cha pili, kitendo cha upendo. Msaidie
Msaidie rafiki mzigo wa shule, mpe chakula na mwambie maneno mazuri. Upendo ni njia ya Injili. Kitu cha 3, teknolojia. Shiriki Biblia kwa WhatsApp au Instagram Mwaliko wa kanisani. Mwalike rafiki yako kanisani. Je, unaweza kwenda pamoja nami Sabato hii? 4, 5. Kujifunza Biblia pamoja. Soma Biblia na mwenzako kwa wiki 1 au wiki 2. Hadithi ya msichana mdogo aliyookoa maisha ya jenerali. Naamani alikuwa ni jenerali mkubwa, lakini alikuwa ana ugonjwa mbaya wa ukoma. Msichana yule alisema kwa sauti ya ujasiri, jenerali wangu ingawa angeenda kwa nabii wa Israeli, naamini angepona. Maneno mazuri ya msichana mdogo yaliokoa maisha ya jenerali. Amina. Amina. Watoto walijifunza namna ya kufanya uinjilisti, mbinu za kufanya uinjilisti. Mnasemaje washiriki? Karibu mzungumzaji wa siku ya 8. Somo la 8, kichwa cha somo kile kinasema kuishi wanafunzi katika matendo. Fungu kuu lilikuwa linatoka kitabu cha Yakobo 1:22, nayo ilikuwa inasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, msizidanganye nafsi zenu wenyewe. Wanafunzi wanapokuwa shuleni huweza kujifunza masomo mbalimbali, mfano hesabu. Mwalimu anapofundisha unasikiliza, lakini huwezi kufanya kazi wala mazoezi anayotoa mwalimu. Kisa cha watu wawili ambao walitenda kulingana na Yesu alivyokuwa akisimulia. Yesu alisimulia kisa cha watu wawili ambao waliweza kumsikiliza kipindi akitoa mafundisho kwa watu wengine. Mtu wa kwanza alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Ilikuwa ni kazi rahisi na ni kazi ya haraka. Na mwingine alijenga nyumba yake juu ya mwamba, na kazi hii ilikuwa ni ya muda mrefu na ilihitaji bidii sana. Mvua kubwa, upepo pamoja na mawimbi yaliweza kuisukuma nyumba ya mchanga na iliyokuwa juu ya mchanga na ikaanguka kwa kishindo. Na nyumba iliyokuwa kwenye mwamba iliweza kusimama imara. Swali, je, wewe unajenga nyumba juu ya nini? Sisi pia kama watoto tunajifunza ya kwamba tunatakiwa kujenga maisha yetu ya kiroho na ya kimwili juu ya Yesu, ili Yesu aweze kutusaidia na aweze kutuokoa katika shida mbalimbali. Amina. Safari hii tunaimaliza kama ifuatavyo. Dalili za wanafunzi wa kweli. 1, upendo unaoonekana. 2, maombi ya kila siku. 3, kujifunza neno bila kulazimishwa. 4, huduma kwa wengine. Bwana awabariki sana. Basi watoto tuombe, tupatie ombi.
Mungu tusaidie tuende kanisani vizuri kwa jina la Yesu. Amina. Mbarikiwe sana. Haya watoto, mrudi mkakae kwenye nafasi zenu. Bwana ni mwema na wakati wote. Ninashukuru sana mwalimu Mama Togolani kwa kazi kubwa uliofanya kwa ajili ya watoto. In fact mmenipunguzia mwendo na nadhani zile dakika zitapungua kidogo. Maana kama mmesummarize somo lote, sina haja ya tena kuendelea kusummarize. Tataja tu mambo machache tu ya mkazo ambayo somo letu la juma hili au juma hili la vijana kwa mwaka huu lilikuwa linasema ushirikiano katika vitendo, na limeandikwa na wachungaji bobezi kutoka makao makuu ya kanisa letu kule General Conference, lakini pia wamewachukua baadhi ya wakurugenzi kutoka kwenye baadhi ya divisions au kanda za kiulimwengu zinazochukua na kuunganisha unions mbalimbali, ambao wamefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba somo hili linakwenda vizuri. Lakini yote katika yote, tunawashukuru wale ambao wamekuwa wakihudhuria katika vipindi hivi mahali hapa. Kuna mambo makubwa sana ambayo hata mimi nimejifunza katika masomo ya juma hili. Niwatie moyo washiriki. Kisikia juma la maombi linaendelea, karibu fika uhudhurie. Kuna mambo ya maana sana ambayo unaweza ukayapata ambayo sio rahisi kuyapata kwa wakati mwingine. Sasa siwezi kuyasema yote ambayo tumejifunza ndani ya wiki hii, maana muda hautatosha. Lakini siku ya kwanza ilikuwa juu ya vitendo, wanafunzi katika vitendo, na katika wanafunzi katika vitendo tulikuwa tumekazia zaidi juu ya maombi, kujifunza Biblia na kushuhudia. Wanafunzi walipoitwa walifanya kazi hiyo ya vitendo, na wao walikwenda wakaita watu wengine kuja kufanya kazi hiyo. Lakini siku ya pili ilikuwa ni maombi yatendayo kazi. Tuliona jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alifanya kazi ya kuomba kwa bidii. Na mwandishi anatuambia kwamba kama Yesu mwenyewe, nifafanue kidogo hapa. Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Halo? Wangapi wanaamini hivyo? Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Lakini wakati huo huo Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%. Wangapi wanaamini hivyo?
Sasa pamoja na hayo, bado alichukua muda wa kuomba kwa bidii sana, na alilazimika wakati mwingine kuwaacha wanafunzi wake, akatoka alfajiri na mapema. Tulijifunza hapa juzi kwamba alfajiri na mapema ni ipi? Ni zile saa za kuanzia saa 9 za usiku, saa 9 za hivi ni saa za usiku au nini? Hiyo saa 9 za usiku hizo. Yeye anaondoka kwenda mahali ambapo hakuna mtu, anaomba, na maombi yake ndiyo yaliyomfanya kupata ramani nzuri ya kazi ya siku hiyo. Mwandishi anasema kama mti mbichi ambaye ndiye Yesu ulifanya hivyo, habari gani kwa sisi ambao ni miti mikavu? Sisi ambao dakika moja tu unadanganywa. Tunapaswa kuwa na maombi ya kutosha. Somo la 3 lilikuwa linahusu ufunuo wa Mungu katika vitendo. Tuliona Mungu jinsi anavyojifunua kwa kazi yake na kwa makusudi makubwa, na jinsi ambavyo anafanya kuhakikisha kwamba kazi yake hailali, na mwisho tukaona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi pamoja nasi. Tukaona somo la 4 linahusu juu ya shule ya Sabato katika vitendo, kwamba vijana wanapaswa kuwa na mtazamo chanya, na hasa kuichukua shule ya Sabato iwe na mabadiliko makubwa, wafanye yale ambayo yanapaswa kufanyika. Vikosi vyetu vya shule ya Sabato visiwe vikosi vya jadi, viwe vikosi vya utendaji, vya kufanya kazi ile ambayo imekusudiwa. Tunaamini kwamba wale waliohudhuria, na kama mngelihudhuria wote, basi mngefanya mabadiliko makubwa ya wakati huo. Tukaona somo la 6, maisha ya vyuo vya umma kwa vitendo, public campus ministries, vyuo vyote vile PCM, wale wanaohusika na vyuo vya serikali vile vya umma ambavyo si vya kanisa, wanaosoma huko. Tuliona Mungu anakusudi nao. Anasema basi itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, na wala msiifuatishe namna ya dunia hii. Wote tunafahamu maisha wanayoishi watoto wetu, wajukuu wetu, ndugu zetu, wadogo zetu, dada zetu, kaka zetu huko kwenye hivyo vyuo. Kuna mambo ya ajabu yamejificha huko ndani, na yote hayo wanaambiwa kwamba wajitoe, wahakikishe kwamba miili yao inakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu, waishi maisha ya utakatifu, watoe maisha yao kama sadaka tayari kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na somo lililofuata lilikuwa linahusu juu ya karama za Roho ambazo watoto wameeleza. Kila mtu asiyeitumia karama ya Roho anaiua. Ni matumaini yangu kwamba kila mshiriki anafahamu karama yake aliyopewa. Hakuna ambaye hajapewa karama. Kila mtu amepewa karama. Na kwa sababu hiyo, kila mtu anapaswa kuinua karama yake, kuifanya karama yake iweze kufanya kazi. Kama kuna mtu ambaye haijui karama yake, hebu nione mikono hapa. Kuna mtu ambaye hajui karama yake? Kwa hiyo wote tunazijua karama zetu. Halo? Wote tunazijua karama zetu. Tufanye kazi ya Mungu. Tutende kile ambacho Bwana ametuagiza. Tuzikuze karama zetu na Mungu atatukuzwa. Somo lililofuata lilikuwa linahusu huduma za kidijitali katika vitendo. Niulize tena, niliuliza siku ile, ngoja niulize tena leo. Wangapi wana vitu kama hivi? Hebu nivione, viinue juu hivi vitu hivi. Inua juu. Kama unacho kinue juu, kinue juu. Kinue juu hichi kitu. Au kinachofanana na hiki. Kuna vile vingine wanaita nini? Hiyo sijui kiswaswadu, sijui kitochi nini, vyote inua juu, ijuane. Na maana yangu ninapokuambia inua. Inua kwa nguvu, inua, wala usione aibu, inua. Sasa leo Daniel angefufuka leo hii,
alafu akaona kinachoendelea hapa duniani, angezimia. Yaani itokee tu kwamba Daniel anafufuka leo alafu anaona kinachoendelea hapa duniani, angezimia. Kwa sababu wakati anatabiri kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka, watu wataenda mbio huko na huko, hakuwa anatazamia kuona hiki ambacho kinafanyika sasa. Kizazi hiki tulicho nacho, hii generation, hiki kizazi, yani hao watu ambao tuko hai leo, tunaangalia, tunapumua, tunaishi, tunakula, tunaenda, tunakunywa, tunafanya, yani kila kitu tunakifanya, ndio kizazi pekee cha kwanza katika ulimwengu huu ambacho kinatembea, kimebeba Biblia yote, kimebeba vitabu vya nyimbo vyote, kimebeba vitabu vya roho ya unabii vyote kwenye kachombo kadogo haka. Ndio kizazi pekee. Huko nyuma haikuwahi kutokea. Ni sisi pekee yetu. Eti mimi na wewe leo tunabeba Biblia ile kubwa, na aina zote za Biblia ninazozihitaji ninaweza nikazibeba, nikaziweka humu, alafu nikaweka mfukoni, natembea nazo. Ukiniuliza swali, nikitoa tu hapa, nafungua tu na natoa majibu. Ni kizazi hiki. Sasa kupitia huduma hizi za kidijitali tuzifanye sasa kwa vitendo, badala ya kukaa tu unapangusa pangusa tu hiyo hapana. Badala yake tumia muda huo unabonyeza hapo, sijui mnabonyeza, sijui mnapangusa, sijui nini, unatumia ujumbe wa watu wengine kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Kaa tayari, mambo yameharibika, kaa tayari, tabia rekebisha, fanya hivi, fanya hivi. Ndio kazi ambayo tumepewa ya kidijitali. Wale mlioko kwenye WhatsApp, wale mlioko kwenye Instagram, wale mlioko kwenye TikTok, wale mlioko kwenye Facebook, wale mlioko kwenye na nini ile nyingine mnaita X, Twitter zamani, na wale nyingine mnaita nini, Telegram, sijui nini. Baadaye mwingine mtaanza kusema Watson. Hakuna hiyo, haiji hiyo. Zote hiyo mitandao yote hiyo, Daniel, unanisikia baba? Vyote hivyo. Tena maiti, ninyi ndio mnatakiwa mtusaidie, mtufundishe, mtueleweshe vizuri, mambo haya yaende sawa sawa. Tutumie huduma hii ya kidijitali katika vitendo. Miaka ya nyuma hapo nyuma tulikuwa tunaambiwa kwamba hivi vitu bwana, hizi sio vizuri, vinaleta shida. Ni kweli vinaleta shida. Matumizi yako, unavyotumia vibaya vitakuletea shida. Ukivitumia vizuri, vitumie vizuri. Leo hii hata wazee hakuna kukwepa. Huwezi kukwepa leo hii. Hukwepi. Mzee wangu, leo ukitumiwa hela na mtoto wako unaenda wapi? Si unatumia hiki tu, uende ukachukue hela. Zamani tulikuwa tunaenda posta, unaenda na ka telegram kale, unafika posta, unapanga mstari hapo. Siku hizi yameshapitwa hayo mambo, yalishapitwa na wakati. Tunaenda ulimwengu wa kidijitali, na kwa kuwa tunaenda ulimwengu wa kidijitali, hatuna sababu ya kuanza kukataa, kusema kwamba hivi vitu havifai. Hivi vitu vinafaa kwa wakati wake, kwa namna unavyovitumia. Pokeeni hiyo kazi ya kidijitali na muifanye kwa uaminifu wote, kwa sababu Mungu anatukuzwa kwa namna hiyo. Ulimwengu wa leo, watoto, vijana wote wako kwenye digital. Wako kwenye digital services. Huduma za kidijitali ndio wamekaa huko. Huwapati huku. Na leo hii ukisema uitishe mkutano wa hadhara hapo, utawapata vijana wachache sana. 10, 30, 70 hivi. Lakini wengi, maelfu kwa maelfu wamejaa huko. Tuwafuate huko waliko, na injili itafanikiwa. Somo la leo ambalo linahusu
harakati za vijana katika vitendo. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4. Nitazungumza kwa kifupi tu, sitaki kuwachosha maneno mengi. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Tarudia tena. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakusihi sana Bwana, tupatie tafakari ya pekee mchana wa leo. Kaa nasi, zungumza nasi kwa jina lako Yesu. Amen. Kuna mambo makubwa 5 ambayo yamezungumzwa hapo. La kwanza ni kijana. Kijana asiudharau ujana wake. Kwa nini asiudharau ujana wake? Kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo yako hapo. Nimesema nitaongea kwa kifupi. Kama mnakumbuka vizuri, mzee Ibrahim alipokuwa na umri wa miaka 85, wameishi na mke wake Sarai. Sarai wakati huo akiwa na umri wa miaka 75 kama sitakosea. Sarai anasema sasa, huyu Mungu anasema kwamba mimi nitakuwa na mtoto, nitakuwa na watoto tunapata wapi watoto? Na sasa mimi nimeshaingia kwenye menopause na mambo yameshaharibika na siwezi tena, uwezekano wa kupata mtoto sina kabisa. Akaingiwa na wazo. Hii ilikuwa ni desturi ya watu wa Mashariki ya Kati, Mashariki ya mbali kule. Watu waliotoka kule Mesopotamia, ndio desturi zao na mila na desturi zao, kwamba ikiwa umekosa mtoto, basi kijakazi au mtu mwingine yoyote unaweza ukampatia mume wako akaishi naye, na watoto wale watakaozaliwa watakuwa wanaitwa kwa jina lako, wewe ndio utakuwa mama wao watoto. Ndiko desturi zao. Na kwa hiyo Hajiri, yule binti wa Kimisri ambaye ametoka huko katika maisha ya kipagani, kama ambao viona wao wametoka katika maisha ya kipagani, bado hajamjua Mungu vizuri, anaambiwa kwamba wewe sasa utakuwa mume wa Ibrahim. Ibrahimu hakuelewa, lakini akasisitizwa. Ibrahimu akakubali. Baada ya mwaka mmoja, Hajiri akapata mtoto. Mtoto akamuita jina lake Ishmaeli. Kuna vituko vilitokea hapo katikati, sitaki kuvisimulia hivyo, lakini nataka kusimulia hiki cha Ishmaeli. Ishmaeli alipokuwa anafikisha umri kama miaka 16, 15 hivi, Sara naye akiwa amefikisha karibia miaka 90 akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Akapata mtoto. Mtoto anaitwa Isaka. Isaka siku ya 8 akatahiriwa kama desturi alivyokuwa ameagizwa na Mungu. Mtoto akaendelea kukua. Siku anaachishwa kunyonya, ilikuwa ni siku ya sherehe, yapata kama miaka 3, 5 hivi. Wakati huo Ishmaeli anaelekea miaka 17, 18 hivi. Ishmaeli wakati wa sherehe inaendelea, Ishmaeli akafanya madudu, na madudu hayo ni ya kutoa kejeli
ya sherehe iliyokuwa inaendelewa ya kusherehekea kutimiza umri wa kuachisha kunyonya wa Isaka. Na kitendo hicho Sara akakiona. Kitendo hicho kikawa ni kibaya machoni pa Sara, na sio machoni pa Sara tu, hata mbele za Mungu. Sara akamwagiza Ibrahim kama alivyomwagiza mara ya kwanza, na sasa anamwagiza tena. Ibrahim, naam mke wangu. Nafikiri wakati huo nao waliitana baby. Naam baby wangu. Sasa unasikia baby? Si umeniambia baby? Ndio. Toe Ismaili aondoke na kijakazi wake, sitaki waona. Bwana, si ni mtoto wangu, ni damu yangu. Nimesema umtoe. Ibrahimu akajitahidi, akabembeleza, na kuomba basi vumilia tu. Nimesema aondoke. Full stop. No question, no discussion. Aondoke. Ibrahimu akahuzunika. Mungu akamtuma malaika akamwambia Ibrahimu, msikilize mke wako. Msikilize mke wako. Amekwambia fanya nini? Aondoke. Mwambie aondoke. Kwa hiyo Ibrahimu akamsikiliza mke wake. Hajiri akaondoka. Kaondoka, kaenda huko. Baadaye akapewa baraka, akawa kijana taifa kubwa. Mahali hapo alipokuwa amekaa jangwani, maji yakaisha, kamlaza mtoto wake Ishmaeli, akalala kwenye kamti fulani hivi, kalala hapo, na yeye akaenda kakaa mbali kama kule. Sema ngoja sasa nisubiri afya huyu mtoto, sitaki kuona anakufa na mimi namuona. Baadaye yule kijana alikuwa analia sana kwa sababu ya kiu. Sasa nashindwa kupata jibu. Mtoto mkubwa sana, miaka 10 na kitu, analia kwa sababu ya kiu. Mama yake naye analia huko. Ingekuwa umri mdogo huu tungesema hivi, basi miaka ya zamani ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Mungu akasikia sauti ya kijana. Neno la Mungu linasema kwamba malaika akaja akamwambia Hajiri, nenda mchukue kijana. Alipokwenda kumchukua kijana, akafumbuliwa macho. Akaona mbele kidogo, hatua chache tu, chemichemi ya maji inabubujika. Akamchukua kiriba chake cha maji, kajaza pale, akamnywesha mtoto wake. Wakaondoka wakatokomea huko jangwani, akaishi huko jangwani, na yeye akawa taifa kubwa. Kwa nini nimeleta, au kwa nini mwandishi ameleta hii? Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Ishmaeli alidharauliwa, akawekwa, akalazwa pale, na hata wengine wote walimdharau, hata wakamwambia aondoke, lakini Mungu akambariki, kawa taifa kubwa. Leo Waarabu ndio wanao provide mafuta dunia nzima. Juzi hapa mambo yameparanganyika huko, tumeona effect yake mpaka huku kwetu. Mambo yameharibika hata huku kwetu. Ishmaeli, baraka alizokuwa amepewa. Lakini kuna mambo makubwa 5 ambayo yamezungumzwa hapo. Mtu asiudharau ujana wako. Uwe kielelezo kwao waaminio. Waaminio wakina nani? Waaminio wale wanaomwamini Mungu, Waadventista au wale wasiokuwa Waadventista. Mradi tu mtu anamwamini Mungu, wewe kwake uwe kielelezo. Kielelezo kwa namna gani? Kwa usemi. Mambo unayoongea kijana, mambo unayoongea yawe ni mambo ambayo ni maneno ambayo yanawakilisha tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yasiwe maneno ya hovyo hovyo, maneno ya kijinga. Unaona yalimgharimu Ishmaeli. Si tunaona yalivyomgharimu Ishmaeli. Aliongea maneno ya hovyo hovyo tu, yalimgharimu Ishmaeli. Ninyi vijana, majenzi, usijui na nani, hata watu wazima,
ongea maneno yenye kuleta baraka, yenye kuleta baraka kwa mtu anayesikia, yenye kuleta uponyaji, yasiyojeruhi, yasiyoharibu, yasiyofanya mambo mabaya na kuleta fikra mbaya na kuleta magonjwa kwa watu wengine. Ongea mambo yaliyo na baraka kwa watu wengine. Unapoongea na mzazi wako, ongea mambo ya baraka, ongea mambo ya kuleta heshima. Unapoongea na kiongozi wako, ongea kwa heshima na adabu. Unapoongea na kaka zako, ongea kwa heshima na adabu. Hata kama una haki, haki yako ni kubwa, una kitu unadai hapo nyumbani, kidai kwa heshima na adabu. Ukifanya tofauti, yatakukuta yaliyomkuta Ishmaeli. Usemi wako uwe kielelezo kwa watu wengine. Jambo la pili, na mwenendo wako kijana, mwenendo wako mzazi, watu wote tulioko mahali hapa, mienendo yetu iwe mienendo ya kushuhudiwa, inayoleta baraka kwa watu wengine. Kijana wa kiume, sio kila mtaa wewe kazi yako ni kuwapigisha saundi watoto wa watu. Mtaa wewe umepiga saundi, mtaa wewe umepiga saundi, pale umepiga saundi, kule umepiga saundi. Yaani wewe ni kazi yako ni kupiga saundi tu. Hakuna mahali unapotulia. Sawa, unatafuta wachumba. Yaani wewe kila mtaa wewe ni kutafuta wachumba tu. Hauna utulivu. Kaa miguuni pa Yesu, utulie. Uwe kielelezo. Kila mtu anaposema nani yule? Yule ni Lucas. Lucas. Samani kama Lucas yuko hapa. Lucas mtoto mzuri sana yule. Yule kijana, kijana safi kabisa. Abayo safi sana. Safi sana. Lakini pia kila mtu nani yule? Kaa mbali. Ni moto wa kuotea mbali. Uwe na mwenendo mzuri. Mabinti na nyie, sio kila naye kupigisha saundi tu uko kama kicherehani fulani vizuri kinanda ka aina gani. Tulia, fikiria, muulize Mungu, haya yanayozungumzwa ni safi? Uwe na mwenendo mzuri, mwenendo unaofaa. Jambo lililoongelewa jingine hapo, upendo. Tuwe watu wa upendo kwa vitendo. Penda jirani zako, penda rafiki zako, penda wanaokuzunguka, penda hata unaokutana nao njiani. Wasaidie, wape msaada. Kwa kufanya hivyo, tunabeba kile ambacho Yesu alikibeba. Uwe na imani. Imani yako iwe ni imani iliyothabiti. Sio mtu wa kuchukuliwa tu na upepo. Fundisho hili limekuja, umepokea. Idara ya wanawake ovyo, na wewe unasema idara ya wanawake ovyo. Sijui imekuja hiki ovyo, na wewe unasema ovyo. Uwe na imani iliyotulia. Tulia kwa Yesu. Soma neno lake, jifunze, fanya maombi, omba, kuwa karibu naye. Unapoomba, unapokuwa karibu naye, yeye atakufundisha. Kristo mwenyewe aliomba. Habari gani wewe? Tuombe, tujifunze, tufanye kile ambacho Bwana anataka. Jambo la mwisho, usafi. Uwe kielelezo katika usafi. Usafi wa maisha. Usafi wa maisha. Usafi wa mwenendo. Usafi wa kila kitu. Usafi hata wa kutunza mwili wako. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu anataka watu ambao ni safi. Fua nguo, fua mavazi yako, oga, safisha mwili, tengeneza mambo yako yawe katika hali nzuri. Chana nywele zako, zile zilizo nyingi nyoa, punguza, zikae vizuri. Kama mzee mchomvu hapa, weka mambo yakae sawa sawa.
Usikae tu na manywele yanakuwa mengi. Wewe ni Samson. Ingawa leo tulimuona Samson mmoja hapa hana nywele. Mzee Yusufu sikujua kwamba ana uwezo wa kunyanyua benchi. Nyanyua benchi hapa, nikasema kumbe tunao akina Samson wabaki hapa ingawa hawana nywele. Lakini wewe nguo zako ziwe safi. Nyosha nguo. Mnasikia nyewe watoto? Fua nguo zako. Nyosha vizuri nguo zako. Uwe safi. Kaa vizuri. Oga. Nyosha kichwa chako vizuri. Chana nywele. Weka mambo vizuri. Mungu atawabariki. Wakina mama, tengeneza kichwa chako vizuri. Weka katika hali nzuri. Ingawa siku hizi kuna namna wanaweka vichwa vyao. Sasa hivyo. Wekeni vichwa vyenu vizuri. Wekeni mambo yenu muwe safi. Bwana anataka usafi. Uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, katika mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngapi anasema Bwana natamani kuwa kielelezo? Ngapi? Bwana wabariki sana. Mchana wa leo natamani sana kuona watu ambao ni master guide hapa. Hebu wangapi nione hapa master guide? Master guide wako wapi? Mnaweza kusimama? Master guide simameni. Master guide simama. Hata kama ulivaa miaka mingapi iliyopita, wewe simama tu. Mimi na miaka 42 tangu nimevaa master guide. Master guide wako, mbona siwaoni? Aha. Mama Togorani yuko wapi? Sio master guide. Ametoka. Haya. Huyo hapa ni mwingine. Master guide? Yes. Haya, asante sana. Kati yenu nani ni amesoma SYL? Naona hapo tayari mmeshasoma SYL. Umemaliza? Bado mwanafunzi. Ninawatia moyo ninyi master guide. Msome SYL. Msome SYL. Abayo, msome wewe na mama, msome wote SYL. Tena mnafaa kabisa. Kuna mtu mmoja wanamuita prof hapa, sijui yuko wapi. Mwanafunzi wangu huyo bwana, mwanafunzi wangu wa kwanza huyo. Huyo ndio mwanafunzi wangu wa kwanza baada ya kuhitimu miaka 42 iliyopita kwa master guide. Baada ya kuwa master guide, wanafunzi wangu wa kwanza ni huyo pamoja na mwingine mchungaji yuko kule Bukoba. Sasa yeye amenizidi, ameshakuwa SYL. Mimi bado. Na mimi niko ni mwanafunzi sasa. Na hapa ninatimiza majukumu. Mwingine yuko wapi? Yuko wapi? Hapana, sio mwanafunzi wangu. Ninaomba mjifunze sasa, wale ambao sio SYL, mjifunze muwe SYL. Mkae. Wazee wa makanisa naomba msimame mahali mlipo. Yusufu, wewe ndio uongoze. Tena kiongozi. Yusufu, simama. Nimeshakuona mahali ulipokaa. Bado mzee mwingine yuko wapi? Simoni mwingine yuko wapi? Yuko wapi? Aingie ndani. Mzee mwingine yuko wapi? Akuje. Tena huyu ndio anafaa kabisa huyu. Wazee wa kanisa muanze darasa la SYL. Kwa sababu SYL itawajengea mtakuwa na skills za kutosha. Skill nini? Ujuzi. Mtakuwa na ujuzi wa kutosha wa kuliongoza kanisa hili katika nyanja zote. Hawa hawatawachezea hawa. Unajua sasa hivi wanawapiga chenga. Hawatawapiga chenga. Muingie SYL. Lakini sio hao tu.
Kuna wale wengine watu wazima walioko huko ambao sio SYL wala nani. Nione ambao mko huko ambao ni wazee wa siku nyingi na wengine mna umri mkubwa. Hebu msimame mlioko huko. Asante sana. Nimemwona mzee amesimama hapo. Asante sana. Simameni. Wengine mbona msimame? Sijatoa wito, mimi nimesema msimame. Mbona wengine hamsimame? Wengine mko wapi? Sio watu wazima, ni watoto. Wengine ni watoto. Mzee, wewe mwenye shati ya draft, wewe ni mtoto? Haya, wengine wamegoma. Basi mtamgomea Yesu huko huko. Hata ninyi msome SYL. Ni rahisi sana. Rahisi sana. Ni rahisi sana. Ukisoma hiyo utajua kanisa lako jinsi lilivyo na mambo unayotakiwa kuyafanya. Niwatie moyo. Mtawaongoza vizuri vijana, mtawaongoza vizuri watoto, mtafanya mashauri yanayotakiwa. Simba, tena wewe ndio unafaa kabisa. Bwana akubariki. Basi tukae. Baada ya kusema hayo, niwatie moyo. Sisi wote washiriki ambao tuko hapa, Bwana anatuita katika kazi, tuweze kuwa na harakati za kuhakikisha kwamba neno la Mungu linatangazwa, linafika mahali pote ambapo panatakiwa kwa njia zozote zile tunazoweza kuzifanya. Na kwa kufanya hivyo, niwaulize, wangapi wanataka kuwa kielelezo katika usemi, katika mwenendo, katika upendo, katika imani na usafi? Wako watu wa namna hiyo? Naweza kuinua mikono yetu. Bwana wabariki. Naweza wakasimama pamoja nami tunapoimba wimbo namba 115. Tutaimba wimbo namba 115, beti la kwanza na la pili. Tutapozi, alafu nitakuwa na maneno machache ya kusema. Beti la kwanza, la pili, alafu nitakuwa na maneno ya kusema. Namba 115, naendea msalaba. Watu wa vyombo huko mko tayari? Naendea msalaba, ni mnyonge mpofu, yapitayo nacha, nipe msalaba tu na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, nipone sasa Bwana. Nakulilia sana, nalemewa na dhambi, upole Yesu asema, nitazikuta zote na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, nipone sasa Bwana. Toa wito wa pekee. Ikiwa yupo miongoni mwetu yeyote ambaye anasema, natamani kuwa kielelezo, lakini nataka kuwa kielelezo zaidi, nahitaji kubatizwa. Kama yupo mtu wa namna hiyo, tutakapokuwa tunaimba ubeti la 3 na la 4, atakuwa anatembea taratibu kuja hapa, tutafanya maombi kwa ajili yake. Ikiwa yupo mtu wa namna hiyo, atafanya hivyo. Lakini ikiwa yupo mtu mwingine anahitaji kufanya kuwa kielelezo kwa namna ya pekee, anataka aguswe na mkono wa Kristo mwenyewe, anaweza kutembea naye kuja hapa. Wale ambao wanahitaji ubatizo watapanda hapa juu, lakini huyo ambaye anahitaji maombi maalum kwa ajili ya Kristo atasogea hapa karibu na huyo mpiga kinanda.
wakati tutakapokuwa tunaendelea kuimba ubeti wa pili, wa tatu na wa nne. Natoa vyote kwako, nafasi nazo nguvu, roho yangu na mwili, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, nipone sasa Bwana, kwa damu yake sasa amenivuta sana, upendo ulisha Mwokozi, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, nipone sasa Bwana, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, nipone sasa Bwana. Je, bado yupo miongoni mwetu ambaye anahitaji kubatizwa kama rafiki zetu hawa? Je, yupo ambaye anahitaji maombi maalum ya kujiweka wakfu kwa Kristo ili aweze kuwa na mwenendo safi, aweze kuwa kielelezo? Yupo mtu wa namna hiyo? Tunaimba chorus kwa mara ya mwisho, halafu tunakwenda kuomba. Baba Mungu mtakatifu, Jehova Bwana wa majeshi ya mbingu na nchi, wewe uliyeumba vyote mbinguni na duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, Mungu mwenye nguvu, mwenye utisho, uliyejaa rehema na upendo, wala hapana Mungu afananaye na wewe, ni wewe peke yako. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunakusifu, jina lako litukuzwe milele zote. Asante sana Bwana kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kuzungumza nasi. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Bwana, tumesimama kwa miguu yetu. Tunahitaji nguvu kutoka kwako, utuweze kuwa kielelezo katika usemi, katika mwenendo, katika imani, katika usafi na hata upendo. Bwana, haya yote hatujayaweza kwa nguvu zetu. Kupitia kwako Roho yako Mtakatifu atujaze na kutuwezesha kufanya yote yale ambayo mioyo yetu imekusudia na dhamiri zetu. Tuwezeshe Bwana. Watoto wako waliotembea kwa miguu yao wanahitaji maombi maalum, tunawaweka mikononi mwako. Kila mtu kwa kadri ya hitaji na changamoto alionayo, msikilize, mtendee, umjibu, umpatie faraja katika moyo wake. Tuna rafiki zetu ambao wako hapa mbele katika mimbari hii. Wao wamepiga hatua zaidi. Kristo, umeona mioyo yao, wanahitaji kubatizwa. Sasa wakati taratibu za kubatizwa zinafanywa, na kusihi Yesu uwabatize kwa Roho wako Mtakatifu. Kuanzia leo wapatie ulinzi wa kutosha ambao hakuna kiongozi yeyote hapa duniani ana ulinzi kama huo. Walinde wanapotembea, walinde wanapolala, walinde wanapokula, walinde wanapokunywa, walinde wanapotazama, walinde wanaposikia. Yote wayafanye katika utukufu wa jina lako. Tunapotawanyika sasa, tawanyika na kila mmoja wetu.
Amani yako iwe pamoja nasi kwa jina lako Yesu, amen. Bwana awabariki.